Dream Land Properties Limited. Tena tukimix, ni wangapi watasikia hiyo lugha nyingine? Kama tuongea hii tunaongea. Oh, sawa. Kwanza lazima kwanza unaomba ruhusa. Ndio. So bisa ni kuwakaribisha katika Golden Dream Land and Properties Limited. Kama nilivyosema, mimi naitwa Fred Kahora, Director Golden Dream Land and Properties Limited. Katika Golden Dream tuko nayo team ya Golden Dream. Katika online tuko naye Farodhi. Tuko naye Magi. Tuko naye Wamboi. Alinena nanyi. Ambaye ni CEO, ambaye anasimamia paneli nyingine ya marketing. Tuko na our chairman pale. Na pia tuko na Gabriel ambaye ni pilot wetu. So ningetaka kumshukuru Mwenyezi Mungu sababu ametuwezesha sisi wote kuweza kufika hapa. Akatupa nafasi, sio kwa nguvu yetu, ni kwa rehema zake Mwenyezi Mungu, si ndio? Kuna shughuli mingi sana na kuna wengi sana ambao wangetaka kuwa nasi siku ya leo. Na pia wangetaka kuwa wakitaka kujua maneno ya shamba, lakini kwa sababu ya yale maneno ambayo yamewakumba katika maisha yao, imekuwa shida. Sababu unasikia mwingine anasema mimi sitaweza sababu kuna pengine jambo ambalo limetokea, ama pengine mtu aliamka asubuhi kama amepanga kustretch hivi akasikia mwili haimruhusu. So yote kwake ni shukrani kwake Mwenyezi Mungu. La pili ni kuwashukuru nyote sababu nyinyi ndio mimi nasemanga nyinyi ndio boss wetu. Nyinyi ndio mmetuajiri. Ndio maana tuko hapa siku ya leo. Ndivyo tuweze kuwahudumia na tuweze kujuana zaidi. Na yangu tu ni kueleza kwa nini uinvest na Golden Dream. Sababu Golden Dream ni kampuni ambayo imesajiliwa kisawasawa kuuza mashamba, na kwa hayo yote sisi tumekuwa tukiuza project moja hadi nyingine. Naona kuna wengine tumekuwa nao kwa zile project zingine ambazo tumekuwa nazo na wamekuwa kitufuata, na siku ya leo tuko nao mpaka hapa. So niseme ya kwamba sio sababu ya nguvu yetu, ni kibali chake tu Mwenyezi Mungu. Sababu ukipata mahali unaitana na watu wanakuja, siku hizi ujue ni nini? Ni kibali chake Mwenyezi Mungu, si ndio? So niweze kusema asanteni sababu umetusikia ama umetuona online ama umetumwa na wenzenu ambao wako diaspora. Jambo la maana kwa wale ambao wametumwa, si watu wengi sana wanaaminika. Kuna watu ambao hawataki wenzao waweze kuinvest na wanaambia wewe tuma pesa nitakuangalilia. Alafu kama mwingine alikuja holiday, na nakumbuka Farodhi, unakumbuka tukiwa na hiyo story. Alikuja holiday kumbe ameishi kupigwa tu picha. Sasa yule jamaa huyo madamu kazi yake alikuwa anajenga. Lakini sasa kumbe huyu jamaa hajaajiriwa kwa mjengo, lakini kazi yake alikuwa kama foreman. Na ni foreman wa picha. Unajua kuna watu experts. Wacha sisi tumefanya media. Ndio kuna watu experts hata kuliko ile course ambayo uko nayo. Sasa kazi yao wanachukua na ango zote. Ushaona zile picha za kitambo, mkienda kupigwa picha wakati wa holiday. So unajua yule jamaa alikuwa anawatishia, unajua ni ile kuzunguka ile tape Alikuwa anakuambia ngoja kwanza nalala chini atakupiga picha. Unaona sasa? So yule madam alisema yeye ilikuwa sarakasi namna hiyo. Lakini wakati alikuja amelia machozi mpaka akuja akasema sasa nifanye nini? Tukamwambia utatangaza mwanzo mpya. Sababu kilichopotea kuna mahali nafikanga unaachilia. Si ndio? Unaamua kuanza mwanzo mpya. Dada yetu hapa alikuwa nchi nyingine. Si ndio? Akanua nasi pale Katutu Gardens. Na siku ya leo hawezi ibika wakati amekuja Kenya sababu ile alitumana ndio amepata. So sisi huwa tupaki rangi mafuta, na hiyo nasema sababu ya wale watu wa diaspora. So kama umetumwa na mtu wa diaspora na umeaminika, asante. Mwenyezi Mungu ambaye huweza kulipana hiyo masaa, hizo dakika. Najua kuna shughuli mingi sana especially kwa wakati huu. Ungeenda rurashia mtu fulani, ungeenda wedding, ungeenda kamkutano, ungeenda ukula choma, lakini akakwambia na uniangalilie. Jua wewe ndiye ambassador wake katika ground, si ndio? Na usine ukimwambia story, mwambie venye ground iko. Najua convincing power iko sasa mikononi mwako. Sisi tumekuleta ground. So mwambie venye ground iko.
Kama hujapata hakuna fence, usimwambie kuna fence. Kama hujapata hakuna hata hiyo, hakuna mti, hakuna nini, umwambie venye ground iko. Kama umepata kumeka, umwambie hivyo hivyo. Unajua sababu gani? Sababu siku moja ataland wapi? Ataland hapa. Lakini kama venye umepata expectation yako ndivyo na yeye ana expect, msaidie kwenda hiyo safari. Sababu wale ambao wako nje na wale ambao watutazama na wale ambao wataingia online, waingia kwa Farodhi Wadhau TV, waweze kusubscribe na waweze kuangalia pale. Lazima ataangalia hizi video zote, na jambo la muhimu, wengi, ndio maana nikakwambia wewe ni wa maana zaidi. Wengi hata huwa hatumani, nasemanga nitumie map ndio hiyo pesa, na hatujuani. Kitu cha maana ni kuaminika. Wewe ambao umetumwa ujue umeaminika. So niweze kuambia asanteni sana. Jambo hilo lingine, mimi yangu tu ni kuwajuza mawili matatu kuhusu Golden Dream. Kwa wale ambao tumepatana kwa siku kwa mara ya kwanza, kama nilivyosema, tumekuwa safarini ya kuuza mashamba na tumeuza project kadhaa, lakini la muhimu, ukisikia watu, unajua kuna watu wanawekanga ushaitishwa, kuna hapa kila mtu anajua ameitishwa CV isipokuwa sasa huyu mtoto, lakini ataitishwa CV wakati wake. Unaona kwa CV wenye unatafutanga referee, na unajua unaandika mpaka kampuni, alafu pale chini unaandika referee, lakini hiyo namba una make sure umeandika your cousin na unampanga. Ukipigiwa wewe useme ni wewe ulikuwa manager, unasikia? Usichome na unamwambia ulikuwa unafanya kazi gani, ndivyo sasa iambatane na venye umeandika. Lakini sasa yetu, mimi sitakwambia ati referee ni mwingine referee ni sisi ambao tuko hapa. So kwa maana, jambo la maana, tukimalizia huwa tunataka kumalizia kwa kunena, tuwasiliane. Nimesema nyinyi ndio wadosi wetu, tuwasiliane, tuulizane maswali, jambo lolote, swali lolote. Tumeweza kama mwaka uliopita tumefanya project kadhaa. Swali ni kwa hizo project tumedeliver, that's the question. Na sasa sababu tuko na mmoja wetu, ningetaka kumuuliza, ulinunua katutu wakati gani? Mwezi wa ngapi? Mwezi wa 10, mwezi wa 11. Mwezi wa 10, mwezi wa 11. Sababu ilikuwa pale mwisho. Uko na title yako? Bas. Huyo sasa nisaidia, sababu yake ni tukikuja kumaliza mwaka. Hivyo ndivyo sisi huwa tunafanya. Tukimalizana na wewe tunakuambia the only, ama tunatumianga the legal days, na huwa tunasema kwa agreement, the legal days zenye unakubalika mtu akae na pesa yako kama hujapata title, it's only 90 days. Nasema hivyo sababu gani? Sababu wengi wenu, marafiki wenu ama wenzenu wanunua mahali shamba, imekuwa miezi 6, mwaka moja, miaka miwili, huna deni na huyo mtu, ulimpatia pesa. Ukimpatia pesa anafanya nini na shamba lako? Ile kitu anakuambia sehemu yako iko. But the only sure bet for you to know you are the owner of that land is by having the title deed. And that's why as Golden Dream we don't issue. Na haya maneno huwa tunarudia kila weekendi. Ndivyo hata wenye watazama. Kuna mtu aliniambia, nilianza kuwatazama kutoka mwezi wa 5. Sasa alinunua Faraja Gardens phase 4 yenye tulimalizia. Akaniambia sasa nitanunua. Sababu gani? Yale maneno mkisema nilikuwa na wapima. So sasa nikamwambia endelea hata saa hii, hata ukinunua nasi endelea kufanya nini? Kutupima. Lakini la maana hatugeuki. Tuko 2022. Ni watu tu tunajua wenye wako hii mwaka wa 2022 ndio hugeuka mambo mengi, lakini after pale watatugeuka tu. Lakini si ni kawaida, si ni maisha tu. Lakini kwa biashara, kwa pesa, wakati unatoa pesa, tafadhali afadhali sasa huyu anakuletea, lakini sisi wewe unachukua ile pesa unatuletea, si ndio? Ni jambo la muhimu ujue hawa watu mienendo yao iko namna gani, ni akina nani. Jambo lingine, project ambazo wameuza, wamedeliver, have they issued title deeds? Yes. So for all the projects that we have done huo mwaka uliopita, isipokuwa project moja, na niweza kusema ya kwamba ile project tulimalizia, tulifanya sherehe tarehe ngapi? 18th December. Na hiyo project actually tumeifunga December na January kidogo, sababu hii project tulizindua last week officially. So hiyo ilikuwa Faraja Gardens phase 4.
Kwa wale watu ambao wamenunua Faraja Gardens phase 4, mimi hata sitawaambia, niwaambia legally unastahili kuchukua title yako within 90 days. Lakini it won't take 90 days. Sababu next week itakuwa tarehe ngapi? Friday. Leo ni 22. Let me say by 30th latest. By 30th this month mkujie title zenu. Na kwa wale ambao wanatazama kwa online na ununua Faraja Gardens phase 4, hiyo ndio tuko na deni na bebe. Tarehe 30 nilikuwa tumesema tarehe 15 mwezi ujao, mwezi wa pili. Lakini si tarehe 15. 30th this month, please tumana title deed yako. Kwa wale ambao wako diaspora wangetaka kuchukuliwa na wenzao hiyo title deed, jambo la muhimu tutumie email address, utuambie nani atachukua title deed yako, ID yake, kitambulisho chake, na pia pale chini uandike ni wewe umetumana, ya kwamba mimi naitwa so and so, ningetaka Jakia nichukulie kama ndio majina yake na ID namba yake ni hii. Naye mwenye atatumwa umwambie asiache kitambulisho, sababu hatapata ile title deed kama hana nini, kama hana ID. Unajua title si kitu ambacho ni cha kuchezea. Hii mchanga unaweza chezea, sababu unaweza kuja ulime hapa, si unajua si pako, ulime. Ushaona mtu analima kwa wenyewe, ametumia nguvu mingi, analima, anavuna. Lakini mwenye title akikuja si anamfukuza. So title deed hata kwa ambao wametumwa, we don't just give out. You must send someone and you must send us an email, na akikujia lazima tukue shajua nani anakujia na kitambulisho chake ni hiki, sababu wewe ndio unalipa shamba. Na huwa tunafanya sababu gani? Sababu someone may take advantage, asikie ulinunua shamba mahali alafu amue mimi nitaenda sasa kuchukua, nijue venye nitafanya nayo, aishi kuhold hostage. Unajua sasa sisi tutapeleka kotini, na unajua bila hiyo kusema ulipeana ruhusa itakuwa shida, tuvurutane asi vyema. So hiyo project ni ulikuwa nasema ndio project ambayo hatujapata title deed, na ikifikia tarehe 30 mwezi huu January, wale wote ambao wamenunua Faraja Gardens phase 4, title deed zenu zitakuwa kwa ofisi. So tafadhali mkujie. Hiyo ndio ilikuwa sasa project ambayo tutapata title deed. So hii ambayo mmeingia, kama vile nimesema, jua kwanza kabla, na hii information tunapata sababu gani? Kesho utasikia umeitiwa kashamba mahali, ama rafiki yako ameitiwa kashamba mahali. There are things we call red alerts ama red flags. There are things you need to know, because it's not just buying. First, nimekuambia wamekuwa kwa hiyo shughuli kwa muda gani, hizo shamba ambazo wameuza wamepatiana title deed, of which that honesty ni ngumu sana upate. Utapata kwa sales people akikupiga PR, unajua tumepatia hata hiyo tulipatiana, hata yeye hajui kama ilipatiwana, because ile kitu maneno happen. Ukishanunua wengine wanabadilishwa, ndivyo kunaletwa wengine wapya, na waambiwa sing this song. Unajua kila mahali kuna wimbo wake, hata tuko na wimbo wa taifa, na una hiyo wimbo lazima usimame alert ikichezwa. So unapata wimbo ni ule, lakini la muhimu, ukishajua kampuni, jua venye hiyo kampuni ni ya kina nani. Si rahisi upate ground. We have been in this market, we have done last year we have done almost 8 projects. In all the projects we have never missed. Najua madam, mulikuwa siku moja au wawili, si siku moja mulikuja pale Faraja Gardens phase 4, si tulipatana? Ndio maana bado tuko hapa. Sababu gani? Ni jambo la muhimu, sababu lile swali ambalo sales team wamewaeleza, kuna shamba mahali, kujeni mnunue. Sasa kuna jambo ambalo huwezi muuliza, ukimuuliza atakurifa. Ndio maana tunakuja kwa ground, ndio tunamalizania wapi? Kwa ground. Ndivyo usiingia kwa gari umuulize, na unasikia hiyo watu title, unasikia kama wanatoa lini. Sasa ndio maana tuko wapi? Tuko hapa kwa ground, ndivyo ni kujibu. Ndivyo ile uoga, kama ulinyang'anywa, kama mwenzako alipitia. Unajua siku hizi kununua mashamba imekuwa kama si rahisi. Watu kuaminia pesa yao si rahisi, inachukuanga kamuda kidogo. So kabla atoe pesa, ile uoga ndivyo tumalizane hiyo wapi? Ndivyo ukitoka hapa ukirudi nyumbani, at least 90% ushamaliziwa. 10% yako, na mimi naambianga mtu ni yako na pesa wako. Hivyo ndio mimi nasema, sababu kuna mtu, there are things that you need to consult.
lakini and the best person that you can consult God. And kama Mungu ndiye aliumba hii dunia na akasema kila mtu atakula jasho kutoka wapi? Kwa mchanga. Sioni venye Mungu anaweza kuambia usinunue mchanga. Sioni. Unless kuna mtu atasikia nini line nyingine ndio tuweze kujua namna hiyo. So ukishajua jambo la tatu ya kwamba nimesema jambo la pili, we don't issue certificates, neither do we issue ballots, we only issue title deeds. Ile kitu ambacho tutakupatia ukinunua nasi, tutakupatia agreement na receipt. Hii receipt it is system generated ambayo iko na code pale chini, na kwa hii receipt inakuambia umelipa pesa hii na balance yako ni hii. Hiyo tu. Kile ambalo ni jambo la tatu ni kusema ya kwamba we don't take cash. So usibebe pesa kwa mfuko utuletee, sababu ile sababu kubwa ilifanya unyang'anyo huko ni sababu uliwapelekea pesa and you cannot trace the person that you give that money. So wewe umeishi kuangalia ni huyu, si huyu, ni huyu, sikumbuki kama ni huyu, lakini anakaa kama ni huyu. So we don't take cash. Golden Dream tumekupatia account zetu, peka hapo. Kama pesa iko online, you just transfer to our accounts. They shall reflect and now we shall give you the receipt. Tunafanya mambo yote sababu tumejua zile loophole. Watu wengi sana imefanya walie. Watu wengi sana imefanya wapoteze pesa. Sisi hatutaki pale ukikuja pale kwa ofisi uanze kupiga mayowe nduru, kujeni, pesa hapana. Wewe fuatilia. Unajua ukifuatilia the process, kuna watu wasemanga diwekia nitawapelekea. Lakini sasa unajua hapa tuko wengi, lakini taitu utakujia peke yako. So mkianza kuulizana kuliendaje. Bado hizo stories zote si afadhali ufuate. Kama venye tunaendaga class 1, huwezi ruka unless ulikuwa genius kama mimi. Mimi nirukisha kidogo. Class 1 nikabreak class 4. Of which doesn't happen. Ukiwa kwa ladder ya maisha, make sure umekanyanga each and every step. Usitake kuruka. Hata kama unaona kufika, tumie hiyo ladder. Ndio maana hiyo ladder iko hapo. Si ndio? So weka pesa kwa account ya Golden Dream. Ni jambo la muhimu sana. Ni jambo ambalo lina maana sana. Ukishafanya hivyo, jambo hilo lingine, chukua documents zako, sasa wende ungoje 90 days. Kwa wale ambao wanalipa na installment, usingoje sana tukupigie tena simu, tukukumbushe. Hii ni kama venye unalipanga rent. So unajua landlord anakujanga. Na anakujanga siku fulani, na wengine landlord wanapatiananga kwa hata ni agents. So ile agent anakutishianga. Halo? Ulisema hutalipa. Si unajua ni vile. Ni hivyo. Ukisikia ni hivyo unajua 10% utaongeza 10% of the money. So it's always good. Kama unajua utachelewa, please communicate. Tafadhali communicate. The money that you usually pay for installment, we give up to 6 months. It has no any interest. Huwa tuongee tukwambie, sasa sababu hiyo nilikuwa 65, kama ni ya 130 ilikuwa 65, sasa utalipa 100. No, we don't do that. It is at no any interest. So kwa haya machache, unless pande yako kuna swali. Okay. Sawa. Kuna mtu ambaye ako na swali. Tunataka kuwaweka tena sana. Kuna mtu hajapata beacon yake. Ni vizuri kuuliza swali. Uliza tu. Kuna mtu ako na jambo. Tumetosheka sisi wote. Usikao hapa kuuliza swali. No, this is the only company that shall give you opportunity to ask question in front of everyone. Sisi hatukwambianga tukuje kwa ofisi. Na hiyo swali kama unajua si ya kwa ofisi na umekataa kuulizia hapa, usikuje kuniuliza. Sababu gani? Mimi nataka uulize ndivyo uulizia hata kwa mwingine. Your fears is pia uoga wako ni uoga wa mwenzako. Na nimewaambia kwa maneno ya kununua shamba ni vizuri, sisi watu tunasema we are the only company. Najua umenunua mahali kwingi, lakini ukiambiwa uchukue mkono uliza. Hizo opportunities za kuanga, hata unaambiwa kanyanga bacon pande ile, kanyanga bacon pande ile. Tuendeni nyumbani sasa, si umeona? Tuendeni nyumbani. The reason why we give freedom watu watembea kona zote, sababu ya kitu moja, sababu sisi mwenye hii shamba, jambo la kwanza hatuna deni na yeye.
and Golden Dream tumeiga ya kwamba that we are the leading that we don't buy a land that is under succession. Na mimi wanasema na narudia nasema ya kwamba sababu kubwa yenye umefanya uwekewe hiyo shamba mwaka nenda miaka inaendelea tu kama hujapata title, pengine wale watu walinunua shamba ambalo lilikuwa succession. And you know succession in this najua watu wa sahi, kama kuna watu tukipatia exam ni watu online, kumuuliza succession takes how many duration ya how long, atakwambia mwaka moja na nusu, which is very true. Sababu a succession land is a land, maybe it has a title deed or it has a number title deed ambayo haijachukuliwa, lakini mwenye kwa hiyo namba ama ameandikwa kwa hiyo title deed hayuko. Mimi wanasema hayuko kabisa. Hiyo she is 6 feet under mahali tumekanyanga. So mkianza hiyo process itachukua mwaka. Ndio maana uko na kauchungu, utaki kusema, lakini unapigwa tu PR next month, next week but one, hivyo inakuwa hivyo ka story. Ama pengine hawajamalizana mwenyewe. Ndio maana tumeweka hii fence for it to be known that we are, na tumekata barabara. Sisi tunataka kuwasema tutafanya. Huu ni mwaka wa kuambiliwa. Sisi watu tuambili, tutashafanya. Tushaweka beacon, tushaweka fence. Sasa yako ni ukanyanga huku, ukishakanyanga uchague mahali patakupendeza. Ukitaka pande ya phase 1 kwa hiari yako, ukitaka pande ya phase 2 kwa hiari yako. So mesema hakuna mtu akona swali? Yes, na ukaribia hapa sababu ndivyo hata tuliwasalimia habari watu waone. So wengi wao wanauliza prices. Yes. Nafikiri ni vizuri uweze kuambia ndio at least wajue. Yes. Yeah. To all the followers who have been following us via Farudu Wadau channel, thank you very much for your support and thank you very much for trusting us. I know it's not easy. Trusting us with your money sio rahisi. Sisi hatujawafail. Kuna mtu anaweza kutrust na pesa yake alafu mfail. Yes. At no point we have failed you and mahali na hatujafail, like we are not planning to do that. And we are not planning. And mahali tunasikia kama tuko na kadeni, tumesema tunamalizana mwezi huu. Yes. Hii si ile January inaruka mpaka next month. Unajua si watu wengi watafurahia. Unajua ukitoa title haraka watu wamezoea kuwekewa. So ukitoa haraka pia kuna wengine wataona wanajaribu kukufikia lakini kuna kitu unafanya hawawezi. Yes. So pia unakuwa na maadui wengi, lakini muhimu afadhali ukuwe na adui but ufanyie watu haki. Yeah. Hilo ni jambo la maana sana because at the end of the day the integrity that we have here, it is recorded somewhere and that this opportunity one day wenye unajua kesho tutaenda kanisani tutakumbushwa ya kwamba tukaa hivi, sababu tukienda huko tutaambiwa unajua tutatolewa hii sinema. Mlikuwa na wao kule. Sasa hizo sinema kile ya shamba tutolewe. Mimi ningetaka ya shamba tutolewe na wale watu wote tulikuwa tunaenda na wao. Na tutolewe na zile kampuni zingine zote na watu wote tutolewe. Sasa in fact nafikiri atarudi kama hatujapeana title. Unajua ziko kwa ofisi, watu hawakuji. So zitapatikana tu ziko kwa ofisi juu watu ndio walikataa. Wengine walikataa kutoa. So video zingine ni watu wamekataa kutoa. Yetu ziko kwa ofisi walikataa kukujia. Na niulize migoni kwa kuwa na gold. Hizo ndio watakuwa watapatiliwa. Hata venye naona mimi tukifika huko ni kama sisi tuambiwa tuongoze kuuza gold huko, zile mashamba tukatakate huko. Hivyo naona ama unaona aje? Ni kweli. Ni vizuri nafikiria about the other hiyo dunia nyingine. Na kulingana na zile vitendo ambazo zinafanya hapa. Mimi naona kama tukienda huko even to those people who fear, wenye wanafia kupeana hiyo deposit ndio aanze safari. Yes. Unajua pia Mungu hapendi mtu anauoga. Yes, yes. Juu yeye anataka uanze na yeye aendelee. So ukiogopa, sasa unaona watu wengi wataenda wakiwa maskini. Juu waliogopa. And we have so many testimonies Farodhi to our online people ambao walisema wacha mimi nianze na 50,000 and today they own land. Hata wenye walitishiwa mmeenda wapi woi mtanyang'anywa akina Madziuk. Sasa hivi akona title 4 tuliwapatia wakati wa December 18. Na huku akona shamba ngapi? How many? Akona 3. Si nao. Sasa wale walimweka uoga, yeye hakuwafuata, alitufuata. Kuna mwingine anitangwa Masi. Na nilikuambia Masi alitupimia tukiwa Katutu. Na alikuwa na hesabu siku
akahesabu wakati nianza kufika siku ya 60 mnakumbuka, lakini kabla ya 90 ifike tulikuwa tushamalizia. Saa hii huku ako na Faraja Gardens phase 4 ako na 4, huku ako na 4. Kuna mwingine anaitwa Mary Marigi the same. Alianza na sisi Faraja Gardens phase 2 ako na 4, huku ako na 4. Ni ako 111 hivyo 70 hivyo. Hizo kona plots ziko pale. So si kawaida. Walikuwa wanatafuta mahali ambapo wanaweza hang trust yao. Si kawaida. So tuseme si sababu mimi huwa tunasema hakunanga mtu ya pesa. Ati mtu anaambiwa pesa ilizama. Hiyo pesa yenu wapi? Hakunanga. Hata wenye wanasema title hazitolewi, usiconclude ati kwa kampuni zote. In fact, this far kama umekuwa ukitufuata usiseme title hazitolewangwi, sema wengine, lakini ukikuja hapa utapata title. And that's why we normally clarify. Ukinunua na sisi, wanatia utidoki ulieka hakuina title. Because if you go to the records, utapata hiyo project tumesema 30th ndio tu hatujapeana title na iliisha December. Yes. So you can imagine na by 30th uko na title yako. What else do you want? Yeah. Hata jambo lingine la muhimu hiyo maneno ya title. Kwa wamekuwa kitufuata. Yeah. Ukifuata hiyo record inakuambia even duration. Kuna mtu ambaye ako hapa alinunua pia Machakos. Lakini naambiwa registrar alienda. Registrar bado hajarudi. Sasa swali mimi hujiuliza. Sisi tumeuza hiyo Machakos pia. Tunapeana title. The same time registrar na tunafanya nini? Tuko na yeye. So kuna mtu amechukua muda from last year yote. Sisi tumepeana project ngapi? Hii tunaelekea sasa ni ya 9. Ni ya 9. So lakini hii tunapeana ni ya 7 yenye tunapeana 30th. So kama project hizo zote zimepeana in 1 year na wewe umekaa 1 year bila kupata title na ni za mahali pamoja, so, tuseme ulinunua Machakos the same. So unafanya hesabu, hii maisha ni kufanya hesabu. So usiende huko na nini, usiende kupiga nduru, lakini usiende kujitetea huko uambie sasa unaona Golden Ring wanatoa title nyinyi hamtoi. Hapo akisema ni vizuri hiyo nao utamwambia ile kitu tutaki usiende Sasa unajua wewe ndio utakujiwa. Hapana, mtu anatoa title hizo wapi. Na mimi si unajua tunasema na yeye hawezi kuja, ni ukweli. Unajua si uongo. So unaanza kuletea vitu kama zenye nilikuwa naletewa. Usijali. Nikapeana. Unajua mtu ambaye anataka kufanya wema. Mtenda wema ni mtenda wema hata uende wapi. Na mtenda uovu ni mtenda uovu. Unajua wakifika hapo nitawaambia simama pande ile na mimi nisimame pande hii. Unasema hujatoa title za wapi? Machakos. Hata kama ni kutoa pengine hajui mwenye atamtolea, si tutamsaidia tu lakini asaidiwe customer. Shida pesa, alikula pesa iko wapi? Sasa ndio shida. Sasa shida ni tamaa. Sasa hapo ndipo sasa tukuambia shida si kutolewa title, shida ni pesa yako ilikuli. Ni venye hataki kuitoa in full details. Hatutaki kusema ilikuliwa lakini unajua ni ukweli. Hiyo ndio sasa ni venye tu umeitaja siku unapata mtu anakaa maisha. Sitaki kusema ilikuwa nimeinvest. Unajua kuna kawibo walifanya tukaona magari ya kifahari. Lakini kuna rafiki yangu alitupa 950,000 na akapatwa na depression. Anaishi karibu na Gitaro hapo, nilikuwa nimemtembelea. So until today hajaiamka. Lakini alikuwa na pesa. Hiyo sako niko na marafiki wengi. Kwanza media, unajua media na sisi sijui haraka inakuanga ya nini. Tulienda tukaekelea. Si hawa tunawajua. Ilienda hivyo. So it is good to be careful. Na ni vizuri ukuwe mtu mwenye anaomba kwa sababu ukiwa mtu wa kuomba na kufast Mungu atakwambia tu nataka uanguke kwa mtu na anaona. As you plan to buy, wewe tu kuwa mtu wa kuomba ndio Mungu akuelekeze kwa mwenye anafaa kukusaidia. Otherwise utajipata property zako zote uko na mingi Kenya mzima lakini hauna title. Sasa utakuwaje na property na hauna title? Hapo kwa ndio unataka kununua. Mungu sasa niambie, unajua sometimes kuna the will of someone and the will of God. Ama unaharakisha after kunyang'anywa ndio unarudi kwa Mungu. Kwa nini Mungu haukuniambia na wewe haukumuuliza? Na Mungu anakuuliza, unajua ulijifanya mjanja. Ndio maana nikasema in each and every ladder of life usitake kuruka. Hata kama unaona umebakisha 2 ufike, tafadhali ndio maana iko hapo. Kanyanga. Hiyo ingine ndio ya mwisho basi. Unajua afadhali ukuwe na shamba kwa boda kuliko hata Nairobi kwa boda na ina title kuliko uko na shamba Nairobi na haina title. Sure. Afadhali hiyo iko kwa boda na iko na title. Because hutailala. Hutailala. Na kesi na tunasemanga kesi ya mtu ambaye ana title na mwenye hana title is like venye tuko heaven and earth. Haziwezi hiyo kesi Kenya, huwezi win kama huna title, huwezi shinda. It is 10 out of 100. Na hiyo 10 utakuwa umesweat.
So kama ID na waiting card. Bas. Unaenda kwa bank. Unajua unakuwa na waiting card unaambia kwa bank. Hata angalia, hata unakuja nisha apply. Alafu ukiona kwa banka wakusikizi, unaenda kwa chief anakuandikia barua. This person ni Mkenya na hata ID yake inangojewa. Ukirudi anakuambia, tulikwambia madam, tunataka nini? Kitambulisho. Period. Hiyo ndio difference ya title na certificate. Na unajua ukiwa na title kuuza ni rahisi. Yeah, sure. Sasa imagine uko na shida lakini uko na certificate. Sasa unajua shida certificate yenyewe ni shida. Hii shida nyingine sasa tutaita aje? So ni vizuri pia ujipunguzie mizigo, usikuwe na stress mingi juu ya kujieka kwa mtego. Hiyo ndio unaona kwa bank. Unapata mtu ameenda kuapply loan, huo wewe uko na certificate na wewe mwingine ako na title. Sasa alafu sasa wewe uko umevaa suti na umeunga. Yaani unauza fia vizuri. Huyo mwingine amekuja na kakinyasa na slippers. Lakini ako na nini? Title. Unajua unaona ni kama madharau. Unakuja unaulizwa na reception, unataka nini kwa apply ni loan? Documents zako? Hapa ninunua shamba. Niko na certificate. Okay. Kaa hapo. Na uko na wewe ulikuja before yeye. Unasikianga mzee karibia. Unashindwa. Ikoni hawa watu hata hawana mpaka watu hawanitambui. Shida si nini? Ni ile shida wanataka kuenda kwa ni to story hawataki. Unajua certificate ni sijui itakuwa na ngojea. Sasa na wao hataki hivyo. Wanataka kwanza kuhudumia huyu sababu huyu anajua hii pesa yake ni sure bet. So hiyo ndio maisha iko. Hii maisha itaki shortcuts. Anyway, apatie prices. Naona wameuliza sana. Yes, bei ya phase 1 ambayo tunasema ambayo ni commercial tunauza for 140,000 na size ni 50 by 100. Size ni 50 by 100. Yes. Ambao ni 140,000. Now phase 2 ambao ni 130,000. Lakini kwa mnunuzi wa cash, that's the introductory price. Kwa mnunuzi wa cash tunampatia pande ya commercial tunampatia with 120,000 kama unataka kununua cash. Kwa mtu ambaye ako phase 2 tunamuuzia kwa just 100,000 cash. This money it is not inclusive of title deed. We are very clear on that. This money is not inclusive of title deed. You can pay the title deed now or you pay after title imetoka. Sasa hiyo ni kwa hiari yako sababu title lazima utalipia, and this money inaendanga kwa lands. Zile tunalipa rate, tunalipa hizo vitu zingine, and this land is a freehold land. So hakuna ile malipo ya mwisho wa mwezi ama mwisho wa mwaka. Hakuna rate ambazo unafanya. Tukishalipa ile rate ya kama Machakos County is 4% land rate ndio tunalipia. Hizo vitu zingine ambazo tunalipa, unalipa maneno ya nini? Sasa huyu mtu anakujanga ku access ground valuation, hizo mambo zote. So ndio ina cost 30,000. Na hiyo ukilipa tunaipatia nanga huko. Tunamalizana nao. Lakini shamba sisi kuuza. Sisi tumeruhusiwa kuuza mchanga na tukupatie agreement. Kuna mtu anasemanga what is the rate title deed? Yes, naweza kuwa na title deed, lakini a title deed is only given by the office of land. So hata kutaka tumalizana na wewe leo lazima iende hiyo process, and we are very frank on that. Na kuna mtu anasemanga dereda kuigerera asa nataka kuwekelea na nikiwekelea niende na title nyumbani. It doesn't happen in land. Usikidanganya. That's why we usually say legally it takes 90 days. So it is 140, but for cash buyers it is 120,000. Ukitaka map unajua umewekea namba hapo. Ukitaka map na niandikie hapo. Yes. Yeah. Kwa phase 2 it is 130,000, lakini kwa mnunuzi wa cash it is 100,000 exclusive of title deed. So mpaka mahali tumefika. Unajua hata mkienda hata mwalimu anaulizanga tunaenda mahali tuko safarini ama je, unaweza pata umeongea lakini umejiongelesha. Tuko safari moja. Muona kama umesaidika. Hiyo information is free. By the way, referrals zenye tumepata kwa watu wenye wamepata title, tunataka pia wewe utuletee watu. Yes. Because utapata title yako. Kazi yetu ni kutoa title na wewe una refer rafiki yako. Yes. Because ukishapata title huwezi kataa mwenzako apate title pia. Sure. Vibaya ni hii, uenda mahali ukose title alafu uintroduce rafiki yako. Sasa umemharibu, ataishi kukublame. Lakini ukijua mahali kuna title, mpeleke. So
unless kuna mtu ako na swali, ningeomba tumalizia. Kuna mahali umesikia iko clarified. Nilikuwa nasema this information is free. Sasa ni kwako. Tafadhali usitake rafiki yako aende kununua shamba kama hujamweleza hivyo. Mueleze. Na nasemanga ukienda mahali uambiwe ukanyange bacon, alafu unaambiwa hizo zingine zitawekwa. Si hiyo shamba wangengoja kwanza wamalize, alafu waitie. Usikai nunua. Hiyo ni red flag. Tumeweka hizi za kwanza hapa, hii laini. Hapa ndipo tumefika. Hizi zingine, alafu unaona mtu anakoroga tu. Kazi yake tu ni koroga, anakoroga akiwaangalia. Survey hebu kwanza kuja, ulisema hii namba, hiyo ingine itakuwa namba basi. Wangemalizana na survey jana, ndivyo uletwe leo. Wangeshekuwa shamalizana na yeye. Ndivyo ukiletwa hii maneno isikue nini? Sababu watu wanaenda wanakoroga pande ile, wanakoroga bacon 8. Alafu unatolewa map. Unajua map haiwezi change. Unatolewa map unaambiwa itakuwa hivi. Sasa kanyanga, wacha tuonyeshe size. Hebu kanyanga, Jackie kona ile kanyanga. Pamboi kanyanga alafu mkanyanga watano kanyanga. Niona wengine wanaambiwa wataeleza sako. Kulingana venye wako. Atuweke hivi mikono, hivyo block plot moja venye toshana. Wahesabu na mikono. Na yeye survey kazi yake ni ukoroga. Nitamalizia by sasa unajua mkiachana. Ukigonga hiyo mlango na yeye survey anakuwa shagonga mlango sababu amelipwa ya kushinda akikoroga. Hata nikuuliza kama ni wewe. Uitiwe 2,000. Ushinde alafu ununue kasimiti ka kilo 2 ushinde ukikoroga. Unaweza shinda hiyo kazi? Si uko kazi. So hiyo ni another red flag. Kama unataka kununua mashamba, na ndio maana nimekuambia information you can use it anywhere else. Lakini ukipata ijamaliziwa, ungewaambia angefanywa kazi jana kabla uletwe leo. Okay, so difference between commercial na residential. Na unajua si kampuni zote zitakuruhusu uuliza maswali. So ni vizuri tukwambie, ndio ukienda mahali pengine uone huulizwi maswali ama huruhusiwi kuuliza maswali, unaambiwa hii utapiga kwa ofisi, be very careful. So difference between commercial and residential, alafu deposit ni how much? The difference is that pande ile ama wana ambao kwa pande ile, it gives you so much opportunities za kufanya na hiyo shamba. You can invest with it. Kuna mtu ununua shamba sababu ya kitu samanga speculation. Kuna mtu angetaka kuhama leo ama kuhama kesho. Ndio maana sisi shamba zetu huwa tuhakikisha hata kama stima haijafika hapo kuna maji. Hilo ni jambo la maana sana. Nikienda hapo nisema ya kwamba inakupatia advantages kuliko mwenye akona hapa chini kidogo. Lakini unajua mtu ununua shamba kwa kulingana na mahitaji yake ama venye angetaka. So kuna mtu hawezi taka kujenga kwa barabara. Kuna mtu yake. Angetaka na hapa ndani ndio ajenge. Hata kuna mtu anakuambia nataka tu kona plot. Hamuna? Sasa mkifungua ingine ningoje kona plot. Sababu hiyo anaamini kona plot. So kuna mtu anajua mimi wacha nikaribiane na, kuna mtu anakuambia wacha nikaribiane na huu mti. Kuna mwingine alisema nataka kukaribiana na kanisa. Tuko online. Na huyo nisikia hataki kuwa akitoa sadaka. Atakuwa nasikiza pastor. Yes. Hiyo maji imepita hapo. Kutoka number 122 maji iko hapo. Number 22 is the corner plot pande ya juu. Hiyo ni stima inaenda ikuja, lakini stima inakujanga kulingana venye watu wako wanaingia. Yes. Deposit you pay 50%. So ni kumaanisha kama ni phase 1 unalipa 70,000, kama ni phase 2 unalipa 65,000. You pay 50%, the rest you clear within 6 months. So, lakini si Monday. Siku ya leo kwa mwenye angetaka kutoa deposit ya 50,000 it is allowed for today. For today only. Deposit ya 50,000. My sister anataka. Yes. Wakati akifika huko alinyang'anya niulize, lazima akue ndivyo apply, lazima kule apply passport ya huku, lazima akue na akona kitambulisho. Bas, you shall use that one. Do not a must you use passports. You just use nini? So inaweza toka na jina yake. Yes. Amechukua plot 3. Na nilikuwa nauliza inaweza toka yote na jina moja. Hata ukitaka instead ya kulipa 30
itoke title moja, it is applicable. You just pay that instead of 90. So hizo tatu ziko mahali pamoja, zishikanishwe hivyo, hiyo zikiwa tatu. Lakini sasa hiyo unasemanga, hata utaongea na mwenye umeongea na yeye, unasemanga before we apply something called mutation. Kama mtu yote ako Faraja phase 4 hatuwezi shikanisha plot zake, you already numbers zishatoka, and I know by Monday hizo tatu za code zinaprintiwa, so by next week, before the end of the next week, registrar atakuwa shamalizana nazo. That one happens like now. So you just useme nataka nishikanishiwe, badala hizo shamba zitoke nilipe 90,000, I just pay 30,000, it's allowed. Sisi hatukwambia sababu ni tatu na title moja tukulipa, hapana, sisi si walagai. Tutakusevia hiyo 60,000 ifanye kitu ingine sababu ya kesho. Yes. Agreement between sisi na wewe, na kuna mahali kwa wakili. Tunasemanga kama unataka kusainiwa na wakili you pay dawa nini? Commission. Kuna lawyer anakulipisha 1,000, kuna mwingine anakulipisha 500. Ni commission. Hata ukisoma utaona iko na sheria zote ambazo za kununua mashamba, lakini commission, you commission, sisi tushamalizana. Sasa unajua uoko uko pande yako. Commission wao wanalipisha 1,000 ama 500. Kwa mtu angetaka commissioniwa. And you can use your lawyer, anybody. Unaweza mpatia. This lawyer imetengenezwa na wakili wetu. Tuko sawa? It is an agreement of how many pages? 11. 8 pages. Imetengenezwa na wakili wetu. Sisi directors tunakusainia na tunakuwekea seal. Tukishamaliza hivyo, ukitaka kukomishoniwa ni kusema I want this to be put under now. Sasa fia yangu ni wakininyang'anya, si unataka kuwa protected, either tutakudirect kwa lawyer ambao atafanya nini. Ukitaka lawyer wetu, unajua wakili hawezi interrupt nini yake sababu ya pesa yako, lakini kuna mtu anasemanga nataka lawyer yangu anisainie, ndio tunasema kucommission, because wetu yashatengeneza. So hata ikienda kwa wakili mgani ata commission tu, hainanga shida, iko na hiyo part commission by na piga stamp na kusainia. Yes, kwa agreement yako. Sasa ni wewe unasemanga, unajua kuna mtu kuweka next of kin, lakini kwa agreement yako yenye ulinunua nayo katutu iko na next of kin. But kwa nini kwa title indikango next of kin? Title ile kitu inaitishangwa ni kitambulisho na pin. Na kuitishwa pin si kusema tunaangalia nini yako KRA, hapana. It is a one of the documents for you to. Unajua kuna mtu aliniambia actually, sasa unajua mimi sijafanya returns. Sasa unataka kuniambia unataka kunifanyia returns kwa hii shamba? Namwambia hapana, it is a necessity. Yes. Unaweza tuma, lakini utuandikie email. Lazima utuandikie ama barua ambayo umesign na inasema mimi nimeambia. Tunaitanga nini hiyo barua? Inaitangwa nini? Hiyo jina inapotea. I'll do that because sababu ya kesho unaweza kuja useme mimi sikusema, uandike hiyo barua na usaini. Akikuja atuletee kitambulisho chake na sisi atusainie pande yetu ya kwamba ame acknowledge ama amechukua ile title deed yako. Yes. Hapo hiyo account bado. Hatuwezi patia title deed yako madam kama hujaandika hiyo. Hiyo ni muhimu. Hata kupiga simu si muhimu kama lazima uandike hiyo. Either write an SMS ama email. Kusema email sasa nasema sababu ya wale watu wako diaspora. No, you just write kwa WhatsApp, siko na namba yako, siko na namba yako pale kwa ofisi. Hiyo ndio utaandika useme ya kwamba nimekubalisha fulani fulani, kitambulisho cha anaitwa fulani fulani na ID number yake, akuja nichukulie title. Just that. Haina for nini?
haina formality. Mwenye title ndiye ataandika. Haina formality ati utumie kizungu mingi. Hapana, ni hiyo tu. I am so and so. Unajua sitaki kuone kama kuna iko na shida. Ni ile tu kusema nimemruhusu fulani, majina yake ni haya, these are the names, ID number, akuja nichukulie title deed yangu. Unajua sasa wewe ndio uko ground. Mimi hata simjui sasa. Wewe ndiye ameamini, wewe ndio nimelipa pesa. Wewe ndio unalipa. So wewe kesi yako ni rahisi. Yes. Ndio unajua kuna mwenye analipa, they are also online, they pay direct to us. So hao ndio sana tunasamanga. Mimi nitaito tu peke yake ndio haina shida. So kama hakuna swali lingine, hebu make sure hizo calendar kila mtu apewa calendar huu mwaka. Tafadhali. And upon that for how do we? Sasa ile ya muhimu ama ile jambo la mwisho kusema ya kwamba asanteni sana. Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki, awatendee wema, kwa biashara zenu ziendelee kupanuka, na huu mwaka muhesabu faida kwa biashara zenu. Hilo ndio ombi langu kwenu nyote. Asante kwa kuinvest na sisi. Sasa hii ambayo umechagua. Unajua kuna watu ambao wako online. Saa hii wanaitisha map. Unaniambia nitumie map. And you see, we don't send a map that mwishowe itakuwa ulinitumia hakukuwa namba, tuseme for example umechukua namba 39. Naona namba 39 imechukuliwa, lakini hii map umenitumia haijachukuliwa. Mngetaka tupatiane mpaka lini latest kwa ushafanya commitment ya hiyo shamba lako? Sasa tunaweza chukua maoni ya watu watatu. Yes. Yes. Hapana, si shamba ni lako. Wewe ukitaka sasa kujileta sasa ni kwa hiari yako. Pengine nataka kurudi kesho. Bora tu you communicate. Unajua, we have someone who is on ground, na hawezi kuruhusu uingie pale. Kwa shamba zetu zote huwa tunaweka mtu kwa ground. Na huwa tunafanya hivi sababu kuna mtu anataka kuja kuangalia alishe. Unaona? So bora tu communicate that I shall be going siku fulani ama tarehe fulani. Yes, very very important. So yeye amesema Wednesday. Ya madam ungetaka tukupatie mpaka lini? Okay. Haya. Hapa ndipo inakuwa kizungumkuti kidogo, na ndio huwa tunajadiliana. Sababu la muhimu, singetaka kukuachisha hiyo plot yako. Number 2, there's a person who is also asking for that map, and the person who ambaye atakuja ground. Usually ama huwa tuna extend sababu leo ni weekend. Sasa kwambia although kuna wale wako online, siku hizi tumeenda digital, lakini sasa kutumia huo msemo ni kupe pressure. Usually I can maybe give, and this commitment can be done maybe Monday saa 8. How? Unaweza kuwa unataka kulipa cash na pesa yako hajafika, ama by Friday ndio utapata pesa yako. Please make a commitment of what you have. Ushike ile shamba, because the only way shamba ni lako ni ukiuli. Unajua fanya tunaambiangana ukweli. Sababu hii ukweli itakuwa uchungu Monday ama Tuesday. Nataka kuona huyo director wenu. Unajua hata ushaona mtu ambaye ako na pesa alafu sasa amekosewa. Nataka kuona huyo director wenu alituambia nini? Mimi nilikuwa ground. Ati amepatia nani? Huyo angojea amchagule mahali kwingine. Unajua mpaka na nguvu So for us to avoid so many stories let us give up to Monday maybe saa 9. Hata sasa saa 8, saa 9, saa 10. Uko communicate and maybe do a commitment. Kama ungetaka kulipa na cash, nitakupatia another 1 week. So from Monday up to Monday. But Monday make a pesa yako itaingia kwa ukifanya nini? Ukilipia.
ukijicommit. Na pengine huna hii, kwa wale ambao wanataka kulipa na installment, huna hii 70,000 but you have 30,000. Make a commitment of that 30,000. Sababu hiyo shamba imelokiwa, haiwezi patiwa mtu mwingine. Pengine unataka kulipa cash, unataka kulipa 100,000 and ukiangalia hesabu yako you have 50,000 na unasema upatiwe 1 week. Badala tungoje 1 week tukiulizana kama utanunua ama hutanunua, make a commitment of that 50,000. After 1 week nitakupatia 1 week ya hiyo, ati uko kwa period ya cash. Tunaelewana? Uko kwa period ya cash. So before the end of 1 week utalipa another 50,000. Haitaingia kwa installment. Hivyo ndivyo namaanisha. Sababu shida inakuanga swali, hata kama utajua sisi watu kwa biashara, mtu ambaye amekuja na pesa na anakuambia niko nayo, huyo alikuambilia, utangoja ukuambilia ama utachukua kwanza hii? Si kwanza utachukua hii au kuambilia saa mkesingi baadaye? So for us to avoid those, tunataka kukosea mtu. Hii maneno ni mrefu, so you always give that leeway. So asanteni sana, unless chairman ndio tu wako amesema kitu, unless you have something. Kitu ya muhimu hivyo mnaambiwa sisi hatutaki mambo ya chini. Tunataka kitu straightforward. Kwa vile tunataka kitu straightforward, hata nyinyi tunataka mwe straightforward. Kwa hivyo vile kitu ningewaomba ni hiyo. Sisi tunataka mambo straightforward na nyinyi mfanye straightforward ndio tuende safari moja. Kitu kingine ni kuongea kwa Mungu mahali mnapata hii pesa ya kulipa. Mungu aibariki kulipa hata mtafikie makasi. Sababu wewe unajua mtu mwingine, mimi siwezi kujua huyo mwingine unajua. Kwa hivyo vile unamjua wewe ndio utatumia yeye. Kwa hivyo ningeomba hivyo na niseme Mungu akiwabariki ukienda hivi uje mnunue tena tukifungua zingine. Ile kitu ningewaomba, hakuna mtu anakuwa 100%. Mimi najua hata mkitoka hapa mtasema na hii. Hakuna mtu anakuwa 100%. Lakini lazima ukuwe na mambo mengine huko chini na mengine huko juu. Kwa hivyo ile kitu ningeomba ukiondoka, ile kitu kizuri tumefanya comments, lakini ile kibaya tumefanya utusamehe na utuambie ndio turekebishe. Hiyo ndio maombi yangu, sababu hakuna mtu ambaye anajitosheleza. Hata kama ukiwa ni nini, you cannot be 100%. Na kwa vile sisi sote ni binadamu, tuchukuane na namna hiyo. Ile kitu kingine ningesema mkiondoka, mimi nimesikia kuna mtu alikuwa anauliza mambo ya maji pale, na nimeambiwa na director maji iko pale na hiyo maji tutaingiza. Na hata ukitoka hapa uende kwa hii kanisa, hawa wameingiza maji. Lakini kusema kweli watu wa hapa hawatakaji kuingiza maji sana. Kuna hii boma moja iko hapa, mimi mwenyewe nimekwenda hapo juzi, nimeona kulikuwa na mtinda. Nikaona mahali walikuwa wakichota hii maji ya kuweka hivi kingi. Unaona iko na simiti. Walikuwa wanatoa kwa hiyo na huyo ameingiza maji. Kwa hivyo hii shamba tuseme iko na maji. Lakini stima kama vile mmeambiwa, hata wale ambao wanajenga mahali, watu wa stima hawezi kuleta stima wapande hapo, hakuna nini watu wenyewe, si ndio? Kwa hivyo hiyo stima mimi najua iko, sababu there is a very big potential in this area. Unaona hiyo kanisa vile inajengwa kubwa namna hiyo, hao watu wanajenga hiyo kanisa, kuna kitu wameangalia, wakaona potentiality ya hii land. Hata mahali hapo kuna mambo itakuja baadaye, na ile mambo itakuja baadaye na hiyo shopping center mnaona it's a government land ambaye watataka kufanya kama ni town nyingine, wawe na mashule, hospitali, police stations, markets. Kwa hivyo ndivyo unaona hiyo iko hapa, na ndio unaona sasa hata hawa wanaanza kujitayarisha. Kwa hivyo uinvest nasi hapa, you are not lost.
mimi nawahakikishia hivi, you are not lost. Kwa hivyo wale wamefanya hivyo ni vizuri, mimi ni washukuru na niseme kwa vile mimi najua mlikuwa na mambo mengi sana mkaamua kukuja kwa sisi, na sisi tunasema asanti, naongea kwa Mungu abariki. Kuna swali kama mtu amefungiwa, direkta amesema usiende kuuliza huko, ulizia hapa, sababu ukienda kuuliza huko hawa wengine ni kukupoteza tu, watakupoteza. Lakini ukitoka hapa umeambiwa ile kitu ya ukweli, utakuwa na ile amani ya kusema ni kweli. Kama hakuna, mimi naona watu wamechoka, hata mama amelala, hata sasa kumwamsha itakuwa ni shida kusukuma, lakini ni vizuri hata ukisukumwa saa hii madam, sababu umekuja kutafuta mchanga. Mchanga haipatikani zaidi, unajua wale walipigania hii mchanga walikufa. Hii mchanga haipatikani kwa urahisi, kwa hivyo hata ukitoka. Asanteni sana. So asanteni, ningetaka kuita Madam Wambui tuweze kuomba. Kuondoka. Wacheni tuombe. Father, in the name of Jesus, the journey mercies you've granted unto us from Ruiru to this place, and as we embark, going back to Ruiru, King of Glory, we commit it unto you. We pray, Jehovah, that you shall continue covering us with your precious blood, King of Glory. If we arrive safely, we'll still remember to glorify your name and exalt your name. Thank you for each and every person who is here this moment, King of Glory. I commit all of them unto you, Jehovah. Wherever they are planning to get their money from, King of Glory, may you remember them, may you provide unto them, Jehovah. And when we see them invest with Golden Dream Land and Properties Limited, we'll still remember to glorify your name and exalt your name. Thank you for the good health. Thank you for the air that we are breathing, Jehovah. We pray, Jehovah, that you shall continue covering us, continue guiding us, and continue even blessing us. For it's all in Jesus' name we do pray, believing and trusting. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. So to online viewers, asanteni sana. Thank you. No, we are winding up. We are finishing. We are saying thank you so very much for trusting Golden Dreams. Thank you for choosing us. Thank you for investing with us. Wale ambao hamjakujia title deed zenu, tafadhali nawaomba tena. Kwa title deed zenu pale kwa ofisi ni mingi sana. Hiyo shamba si ya Golden Dream, ni yako. Kwa hivyo fanya hima, tumana. Kama uko mbali, tumana, tuandikie email, ukuje uchukue title deed yako ndio ukue nayo. Kwa hivyo asanteni sana kwa wale ambao wameinvest na Golden Dream, na kabisa kuinvest na Golden Dream, manake hapa huwa tunawaambia mkifika hapa mumefika nyumbani. All right. So asante sana mtu wa title, muzikujia kwa ofisi. Ni mingi sana. Amekosa mahali pa kuziweka. So gweciria ni ugo, so what you do, uka inbox thaici betie mafu na nigetha utumirwo, naona ku oguo ucagure na ihenya na umuthi ni direct netekeria mundu ute deposit ya 50. So no umuthi tu wako utatumite gwakinya thaa thita riu horo ucio korwo githira. So namba ni 0729870822 870-822 kana 0798-008-008. Gira kuo etia mafu. Kabisa. Alright. Asante. God bless you. Mugie na weekend njega na weekend ya kirathimo. Kwa mtu afya biashara ri tuka kwirathimo. Asante sana. Na ndo mapromoto mwako. Alright.